Yohana tena hiyo 15. Tupige mstari wa kwanza na wa pili. Mstari wa kwanza na wa pili. Alafu tutapiga na mstari wa 4. Yesu Kristo alipokuwa duniani alisisitiza sana kwa habari ya kuzaa matunda. Kabisa, tusome. Mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye nani? Kulima. Ndani yangu lisilozaa uliondoa. Turudie hapo kwa sauti. Ndani yangu lisilozaa uliondoa. Na kila tawi lizaalo ulisafisha. Ili lizidi kufanya nini? Kuzaa. Kwa nini huliondoa ambalo walizai? Kwa nini tawi lisilozaa huondolewa? Halina nini? Faida. Linapamba tu mti lakini halina nini? Faida. Sasa tukianza kuwatoa ambao mjashuhudia watu sasa. Hapa tukaanza kuhesabu. Wewe umeokoka miaka 2 nyuma. Hujashuhudia hata mmoja ambaye yuko kanisani hapa. Tunakuondoa. Mnaondoka wangapi hapa? Sitaki mnyoshe mikono ila moyoni sema mimi naondoka. Moyoni mwako tu. Kuna jirani yako anakuangalia kidogo kidogo, jua ameshajijua kwamba yeye anaondoka. Sasa tumepata neema mpaka leo hii tupo hai. Hii neema tuliopewa ni kuzaa matunda tu. Tukazae matunda. Haya matunda ni ya rohoni, yanatujenga. Haya matunda yanatuimarisha. Haya matunda tukiyazaa yatakuwa ni faida kwa Kristo, faida kwa kizazi chetu. Ipo siku wewe utakufa. Utaacha watoto wako duniani. Watoto wako watakuwa hawajajua tabia za baba yake. Lakini watu wengine watakuja kuwalea na kuwashuhudia habari za Kristo. Itakuwa ni faida kwa kizazi chako. Watu wana moyo mgumu. Wanaogopa kwenda kumhubiri Kristo. Kwa nini unaogopa? Kwa sababu ya tabia zako jinsi ulivyojiwekea mazingira. Umeweka mazingira ya kwamba wewe sio mlokole. Hata Bwana Yesu asifiwe unapewa hapo mlangoni. Yaani ukiwa nje upewe Bwana Yesu asifiwe. Ukifika hapo getini ndio unapewa Bwana Yesu asifiwe. Tutakaa hivyo kwa staili gani? Kwa namna gani na mpaka lini tutakaa hivyo? Kanisa linatembea linasema tunamngoja Yesu, tunamngoja Yesu, tunamngoja Yesu, tunamngoja Yesu, tunamngoja Yesu. Tutamngoja Yesu ndio, lakini tuzae matunda. Tusijipende wenyewe tukajua tumetosheka. Tusijipende wenyewe ya kwamba inatufaa. Lazima tutoke tukaambie wengine habari za Kristo ya kwamba Yesu alileta msamaha wa dhambi. Yeye Yesu niondolee dhambi zetu. Alituponya sisi, anaweza kukuponya na wewe. Na ndio maana niko mahali hapa na kuambia Yesu anakupenda. Amen. Tukitoka kwa ujasiri, tukitoka kwa nguvu, tukamhubiri Kristo kwa ujasiri, basi watu watamuelewa. Wapo wale ambao hataelewa kabisa, lakini wapo watakaoelewa. Wakati niko naombea safari ya kuja huku, niko naombea safari ya kuja kwanza kambi hapa, nikaona watu wengi sana wanaokoka. Naona watu wengi sana wanaokoka. Nikasema kitu gani? Ni mtoni ile ile ama ni mtoni nyingine? Mbona naambiwa ni mtoni ile ile. Nauliza ni mtoni ile ama ni kitu kingine? Naambiwa ni mtoni ile ile. Mbona watumishi wapo wengi sana? Najifikiria moyoni. Mbona watumishi wapo wengi sana? Naambiwa ni mtoni ile ile. Tumeanza ushuhudiaji na kutana na watu wako tayari kumpokea Kristo. Mpaka roho yangu ikaanza kuugua. Natoka tu geti na kutana na mtu mmoja. Namwambia habari za Yesu, analia. Alinipotezea muda mwingi sana yule jana. Akalia muda mrefu sana. Kwa nini unaniambia mimi mtumishi wa Mungu? Si kama yupo leo. Hayupo. Kwa nini unaniambia mimi habari za Yesu? Umejuaje kwamba mimi ninahitaji kumpokea Yesu? Umejuaje kwamba nimesemeshwa kwa habari ya Yesu? Akalia kwa muda mrefu sana. Nikamfariji, nikatumia kabusala ka kichungaji. Nikamfariji. Baadaye anakuja kupata ufahamu. Aya, niongoze sala ya toba. Nikamuongoza sala ya toba. Yule bwana alifurahi akaondoka na furaha. Mwenyewe nikakuta kutiwa nguvu sasa ya kuanza kutembea sasa. Nikipanga niende huku ikabidi niende huku. Inji hata sijui. Nikaingia inji nikapita huku. Nilikutana na vijana wengine wako mahali hapa. Yaani mpaka nafurahi mwenyewe ndani ya nafsi. Sasa nini? Kuzaa matunda inatupasa sisi sote.
Sio kazi ya wainjilisti, sio kazi yetu ya wainjilisti, kanisa lote uliokoka lazima uwe na kazi ya kumhubiri Kristo. Ama ni kazini mhubiri Yesu, ama ni chuoni mhubiri Kristo, ama ni nyumbani mhubiri Kristo. Kama wewe ni dereva bodaboda uliyempakiza nyuma mhubiri Kristo. Hata kama wewe ni dereva daladala mhubiri Kristo ndani ya daladala yako. Wewe ni konda, ndio una nafasi kubwa ya kumtangaza Kristo, kwa sababu wale uliobeba wengi hawajaokoka, hawajamjua Kristo. Ukimtangaza Kristo akizirika kwako, utapata neema, utapata faida. Watu wataokoka, watu watamjua Kristo, watu watainuka, wataona Kristo kuna ushindi. Wapo watu wengi wamefungwa na dhambi, wamefungwa na vifungo vya dhambi. Mwezi wa 7 mwaka jana tulipata neema ya kwenda Mtwara. Wale watu wa Mtwara, kijiji kimoja kinaitwa Ngunja, walikuwa juu ya habari za Yesu kabisa. Yesu ni nani? Hawaelewi kabisa habari za Yesu. Tulienda na approach ya kwenda kushuhudia. Ikabidi tupate kasomo kidogo kakueleza kwamba Yesu yuko hivi na hivi. Tukaanza mwanzo, at the base, tukaanza kujenga msingi. Lakini waliokoka watu mpaka mimi moyo ukatamani kubaki kule. Nisingekuwa na majukumu ambayo nilikuwa nayo, ningebaki kule mimi. Shauki kajaa kupaki pale. Nikasema jamani, kweli naondoka ila moyo unaniuma. Unamwona Mungu waziwazi, watu wanakuja wanaokoka peupe. Nikasema kwa kweli hili jambo hili ni jema. Sasa kanisa, unasubiri nini? Mwambie jirani yako, unasubiri nini? Kazi yako itapimwa, itaungua hiyo ya kwako. Mwambie itaungua, angalia wewe. Ukiona menuna zaidi mwambie vizuri, unisamehe tu mimi, ila ni mhubiri anasema, sio mimi na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ninatamani nianze kuona sura zenye tabasamu. Maana mimi nikimsema Kristo huwa ninatabasamu kwanza. Ninajawa na furaha kwa sababu Kristo anahubiriwa. Hasa naona watu tunasema habari za kuzaa matunda, wamekasirika. Tutafurahi tu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anatuambia tufanyeje? Kila tawi lizalo yeye hulisafisha ili lizidi kuzaa. Unapotoka kwenda kuzaa matunda, unapotoka kwenda kumhubiria mtu, utasafishwa ili uzidi kuzaa. Tunapata changamoto moja tunapoambia watu waende kuzaa matunda, ni kwa sababu washaharibu msingi wa mazingira yao ya kazi. Wameharibu msingi wa sehemu zao za biashara. Wameharibu msingi kwenye ofisi yao. Walipofika hawakujitambulisha kama watu waliokoka. Walipofika waliendana na mazingira yale ya uchafu, wakajiingiza huko na mpaka leo wanaishi huko. Tunapomwambia akazae matunda mtu huyo, anaona tunampa mzigo mkubwa. Ataanzia wapi? Ataingia wapi? Akisikia anaanza kusema kwa habari za Yesu pale ofisini, watu wote wanashangaa, anasema kitu gani? Anazungumza habari gani? Mbona wewe uko hivi? Hata yeye mwenyewe ujasiri unamkosa. Unakuta anageuka nyuma, anaona aibu. Dhambi inaleta aibu. Dhambi inaondoa ujasiri wa kutaja neno la Mungu. Dhambi inaondoa ujasiri wa kulisema Yesu. Dhambi inaondoa ujasiri wa kumtangaza Yesu. Watu wengi wanashindwa kumtangaza Yesu kwa sababu kuna madoa kwenye maisha yao. Utamtangazaje Yesu? Yesu ni nuru. Unapomtaja Yesu, unaitaja nuru. Manake palipo na giza, nuru inafanya nini? Inaingia. Hasa kama palikuwa na giza, wewe unasema sauti, nuru inaingia. Unasema Yesu anakupenda. Ni sauti ndogo, Yesu anakupenda. Manake inaondoa uchafu wote kwenye akili za mtu ambaye alikuwa hajaokoka. Inaingia nuru ndani yake. Sasa kama hujakaa vizuri na Yesu, unaweza kukaa tangia asubuhi mpaka jioni unamwambia mtu Yesu anakupenda, Yesu anakupenda. Umetunga na wimbo unamwimbia Yesu anakupenda. Kumbe ile sauti yako haijapatanishwa na nuru ya damu ya Yesu, haijapatanishwa na nguvu ya damu ya Yesu. Ile nuru haipo. Maana utatamka maneno lakini nuru haipo. Yule mtu hawezi kupokea ile nuru. Lakini ukikaa vizuri na Yesu, unapomwambia mtu Yesu anakupenda, anajifiri kwamba mbona kama anapewa kitu kizuri.
Mbona najisikia vizuri? Kweli ninapendwa na Yesu. Upako ni uwepo wa Mungu kwa mtumishi. Yaani ule uwepo wa Mungu kwa mtumishi wake ndio upako. Kwa hiyo unavyomwomba Mungu upako, upo kazini, majeshi yanatembea mtaa kwa mtaa, yanakata vichanja, wanakata mitaa kwa mtaa, wanatembea, wanamtangaza Kristo, wanatembea kila pande, wanatembea, ule upako wa Mungu unachia ndani yao. Ni kwa sababu wanatembea, wameamua kumtangaza Kristo, ule upako unakuwa juu yao. Onye mekawa magetoni, tunaomba upako. Ukufanyie nini upako? Ukusaidie nini? Watishe watu kwamba una Mungu. Nenda kamhubiri Kristo. Kijana, tuna nafasi. Tutazeeka sisi. Yaani nakwambia hivi, mbele kidogo tu nitakuwa mzee kama mama. Kidogo tu. Usifikiri amezeeka bwana. Hasa ukizeeka utakuwa na nguvu za kumtumikia Mungu. Wakati ni sasa na ni leo. Tunao nafasi sisi kama vijana wa Tanzania kusema tumeamua kufanya maamuzi magumu. Tumeamua kuanza kumhubiri Kristo. Iwe mvua iwe jua, tutamtangaza Kristo. Wakubali wakatae, tutamtangaza Kristo. Hata kwa namna gani, kwa fedha zetu, kwa mali zetu, tutamtangaza nani? Kristo. Kizazi cha sasa hivi, kizazi fulani hivi hakijakaa sawa yani. Yaani kizazi, yani tunahitaji kusugua magoti sana kukombea hiki kizazi. Kizazi kimekuwa kivivu kwenye kila kitu. Yaani kizazi shambani hakiwezi kufanya kazi za shambani, wavivu kwenye biashara, wavivu kazini, wavivu kila sehemu ni wavivu. Hata kwenye maombi ukiambia ombe ni wavivu kabisa, ndo kabisa. Unachokoza, ukimwambia tukaombe unachokoza. Yaani wananuna na kununa maombi. Wamekasirika nini maombi? Yaani kizazi cha sasa hivi kivivu. Yaani nachukia mimi, nachukia. Vijana, unaingia kwenye maombi, mtu liko na simu. Kwenye maombi lina chat. Haraka jana. Sasa tunaomba, tuna chat kwenye maombi. Hiki kizazi vipi? Wazee wetu mtuombe. Mtuombe imani idumu jamani. Mtuombe imani idumu. Anauliza Yesu Kristo, hivi ataikuta ile imani aliyoiacha? Vijana tuamke. Vijana. Yaani vijana wanakesha getoni wanaangalia movie tu asubuhi. Yaani unarudi kwenye mkesha unakuta kila geto ni movie tu, game, wanacheza game. Zaidi sana wanaenda kuangalia pornography picha. Kizazi hiki kinachazwa na vitu vya ajabu. Kinafuatia tamthilia kuanzia ya kwanza mpaka ya 500. Kinafuatiliaga tu, hakichoki. Lakini ukikwambia kuna kitabu cha Sefania kwenye Biblia, hakijui kwamba kuna Sefania. Wengine ndio wanashtuka, kuna Sefania kwenye Biblia. Yaani hiki kizazi ndio tulicho nacho. Hasa wazee wetu wakiondoka tutakuwa wapi sisi? Sisi ndio Tanzania ya kesho. Sisi ndio inabidi tusimame kwenye misingi. Tuwazilishe kwamba nguvu za Mungu zipo na ni halisi, zinafanya kazi ndani yetu. Atakapokuja shetani akute tumesimama tunamtangaza Kristo, akute tunaomba, akija na vita yake tunamshinda kwa sababu tunaye Yesu. Sasa kizazi Gogaso wanasemaga sana tunapoomba tumombe Mungu kwa kumaanisha. Tuugue kwa ajili ya vizazi. Tuna vizazi yani inaugua sana kwa ajili ya Tanzania. Sasa mimi nimeamua nianze kudili na vijana hawa. Yaani kijana ukipata nafasi ya kuzungumza na mimi, lazima nikugusie maombi yako yakoje, nikuuliza huwa unaombaje, kwa sababu tumepiga kwenye sehemu ya maombi. Hasa ukipiga kwenye maombi, unadhani kuna nafasi utaipata? Tukitangaza mkesha wa maombi mnakimbia. Mkesha wa kusifu mnakuja, alafu kusifu kwenyewe mnajisifu Yesu muonekane kwenye simu kama mlishiriki. Mkesha gani hiyo sasa? Kwenye maombi hamtaki. Tukamzalia Mungu matunda. Ukianza kumzalia Mungu matunda, akili yako inabadilishwa. Inaanza kuona mtazamo wa kwanza kuwafundisha wale uliowazaa.